السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعد يا kumhimidi Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tukiendeleza misingi yetu 10 ya kutakasa nafsi baada ya kueleza kwenye kikao cha jana. Miongoni mwa misingi hiyo ikiwa ni ad-dua. Tukaeleza kuhusiana na dua ya kwamba isivuke mipaka. Tukataja baadhi ya sampuli za i'tida katika alfadhu dua. Leo biidhnillah alkarim tunakwenda kwenye msingi mwingine. Fadilatu Sheikh Abdul Razzaq asema maarifatu nafsi wa sifatiha. Huu ni msingi miongoni mwa misingi ya mtu kutakasa nafsi yake. Maarifatu nafsi wa sifatiha, kuijua nafsi na sifa zake. Nafsi ni nini na ina sifa gani? Yasifika na nini? Na nafsi imezungumzwa vipi na Qur'ani tukufu? Ukilifahamu hilo, basi itakuwa ni wepesi au itakuwa ni sababu miongoni mwa sababu za kutakasa nafsi yako, baada ya kutambua nafsi ni kitu gani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye Qur'ani tukufu aya tofauti tofauti kaizungumza nafsi, na malengo ya kuizungumza nafsi ni ili mwanadamu ujue ulichokibeba au ulichonacho kwenye mwili wako, namna gani utakuwa ni mwenye kukicontrol na namna gani utakuwa ni mwenye kukihenga kisipotee. Na hili ni maarufu kwa kila mmoja ya kwamba kitu chochote ukijua meaning yake, ukijua maana yake halisi, inakuwa ni wepesi wewe kwenye kuamiliana nacho, kuliko uamiliane na kitu ambacho hukijui asili yake, maana yake nini, hata hujui chafanywaje, utakibebaje, utakitumiaje, hujui. Lakini ukishakwambiwa kitu fulani kiko kadhaa wa kadhaa wa kadhaa, basi utakuwa na hadhari nacho na utakuwa ni mwenye kuelewa namna gani utakavyokwenda nacho. Sasa nafsi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani tukufu kaizungumza kwa sifa za aina 3. Sifa ya kwanza, nafsi ina tabia ya amara bisu, ina tabia ya kuamrisha maovu. Katika suratu Yusuf, Nabii Yusuf alipokuwa akielezea namna gani alitoka kwenye ule mtego wa Zulaikha, kasema wama ubarri'u nafsi inna an-nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Sitakasi nafsi yangu, nafsi naijua ni yenye kuamrisha ambayo ni maovu. Hii ndio tabia ya nafsi au ndio sifa ya nafsi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kaiwekea njia mbili, mazuri na maovu, lakini nafsi tabia yake yapenda kuamrisha ambao ni maovu, kama alivyosema Mungu kwenye aya hii, inna nafsa
la ammaratun bisu, inakuamrisha maovu. Na ukiwa kwenye ya kheri pia ikataka kukutoa kwenye barabara ya kheri kama ile, na ukijiepusha ambao ni ya maovu kuyafanya, nafsi inakushawishi. Ndio wanazoona wakasema adui wa kwanza wa mwanadamu ukimwata sheitani na ibilisi, adui wa kwanza ni nafsi yake. Nafsi yako ndio adui yako wa kwanza, na ukishakulitambua hilo, ndugu yangu, kama nilivyotangulia kusema, utakuwa na hadhari na utakuwa na mipaka fulani. Lakini ikiwa kila kitu tamsingizia sheitani, wewe utajiona kwamba ni mwema, ni sahaba hasa, yule sheitani ndiye aliyekupoteza. Ukifanya lolote, wallahi sheitani bana, ukifanya ovu hili, ibilisi bana. Ndio Mungu akasema inna shaitana lakum aduwwun mubin. Sasa inkuwa kila kitu sheitani. Amesahau mtu kwamba nafsi yake ndiye adui yake ya kwanza inayomwamrisha ambao ni maovu. Inna nafsa la amaratun bisu, hakika nafsi ni yenye kuamrisha mambo ambayo ni maovu. Nenda kaibe, katukane, nenda kapige, nenda kanyang'anye, nenda kafanye udanganyifu, nenda kafanye yote ambayo ni maovu. Ni nafsi ndio inayo kaketi maskani, kanue kidogo raibu uonje. Watu wasema ni yafetua akili, lakini ni story za watu tu. Wewe jaribu kwanza. Yasemekana ukitumia uraibu akili huwa yatembea na unakuwa na fahamu ya kutafsiri Qur'ani pia. Unaweza ukatafsiri hadithi za Mtume pia. Nafsi hiyo ya kudanganya tu, na wewe waitikia, waona ni kweli, ukishtukizia imekutia kwenye majanga makubwa sana. Kwa hivyo sifa ya kwanza ya nafsi, ukisha kuijua nafsi ni yenye kuamrisha mabaya, ikianza kuleta wahi, ikianza kuchokora, wasemaje uende pahali fulani saa hii, kutakuwa na warembo kule, utatembea fike maeneo ya slash kule, utaona mamama mishangazi, wenyewe wasema imejazana mishangazi huko, unaenda kuifuata mishangazi kule. Sasa ukisha kuijua nafsi, kumbe tabia yake ya kuamrisha mabaya, unapiga a'udhu billahi minash shaitani rajim, unaikanya na unamuomba Mwenyezi Mungu, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Najiombea kwa Mwenyezi Mungu akuepushie na zile hisia na fikra zinazoletwa na ile nafsi yako. Lakini ingekuwa huna ufahamu wa nafsi, hujui nafsi ina tabia gani, ina sifa gani, huwezi kuikanya wala haiwezi kutakata. Mafahamu? Tayib, sifa ya pili, nafsi ina tabia ya lawama. Ya kwanza ni nafsi mbovu kushinda zote, hiyo an-nafs al-amara bisu, yenye kuamrisha maovu. Kisha inashuka kidogo, inakuwa na uafadhali, inakuwa an-nafsul lawama, yenye kujilaumu. Na lawama itategemea, ikikulaumu kwa kufanya ya shari, ni nafsi nzuri. Yani umeacha ya shari, yani umefanya ya shari, kakulaumu nafsi, kwa nini ukafanya na kwa nini ukatenda hili jambo. Hiyo ni nafsul lawama, imekwenda kwenye mabaya kisha ikapiga bautani karudi kidogo. Hiyo ni nafsi nzuri kuliko ile ikikanyaga ndio yateremka mpaka kitamaki imekwenda kikoani. Lakini ukiona nafsi inakwenda inarudi, hii ni nafsi nzuri, inaitwa nafsu al-lawama. Mwenyezi Mungu asema kwenye Qur'an, la uqsimu biyaumil qiyama wala uqsimu bin nafsi al-lawama. Mwenyezi Mungu kaapa kwa nafsi hiyo ya kwamba inaleta lawama kwa muhusika pale inapovuka mipaka, naleta lawama. Hii ni sifa ya nafsi. Ukifahamu utajua namna gani utakwenda nayo.
bila shaka nafsi yako utaitakasa, kwa sababu unakwenda nayo hatua kwa hatua. Sifa ya tatu miongoni mwa sifa za nafsi ni nafsu inaitwa almutmainna, na hii ndiyo grade number 1 katika nafsi hizo. Mwenyezi Mungu asema ya ayyatuhan nafsu almutmainna irji'i ila rabbiki radhiyatan mardhiya, nafsi iliyotulia, iliyoko mbali na mashari, iliyoko mbali na maasi, iliyoko mbali na kila mabala, sama nafsu almutmainna. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe ni miongoni mwa nafsi za sampuli kama hiyo. Ukiwa na nafsi hiyo, bila shaka wewe anta min alfaizin insha Allah taala, kwa sababu ni nafsi ambayo iko kwenye mzunguko wa ibada na mzunguko wa mambo ambayo ni ya khair. Kwa hivyo sifa tatu hizi za nafsi: an-nafs amara bisu, iniamrisha maovu. Kisha inakuja daraja ya pili, an-nafsu al-lawama, yenye kulaumu kwa maovu unayoyafanya. Ama ikikulaumu kwa mema, kwa nini umefanya jema hili, hiyo ni nafsi mbovu. Hata kama ni lawama zake itakuwa si pale pake. Lawama inakulaumu unapofanya mabaya. Tayib, as-sifatu athalitha ni an-nafsu al-mutmainna, iliyotajwa katika suratul Fajr. Mungu aliposema ya ayyatuhan nafsu al-mutmainna irji'i ila rabbiki radhiyatan mardhiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sifa hizi tatu au aina hizi tatu za nafsi, Sheikh Abdul Razzaq atuambia, ukisha kuzijua na ukaitambua nafsi ilivyo na sifa zake ilivyo, inakuwa wepesi kwenye kusababisha nafsi yako kutakasika. Tumefahamiana? Zaidi ni kumuomba Allah tabaraka wa taala atujalie tuwe miongoni mwa nafsi ya tatu ambao ni nafsu almutmainna. Insha Allah taala tutaendeleza yaliyobakia kwenye vikao vinavyofuatia. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayka. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.